Katika video hii nataka tuangalie mambo matano ya kufanya kama una tatizo la kukosa choo. Kukosa choo au kupata choo kigumu ni changamoto ambayo inawakabili watu wengi, na watu wengi huwa wanashindwa kuitatua kwa sababu huwa hawashughuliki na vyanzo vya tatizo. Na hivyo ndivyo ambavyo nataka tuviangalie katika video hii. Ukivifanyia kazi, na nimewashauri watu wengi kuvifanyia kazi, tatizo la kukosa choo linatokomea. Ili tuviangalie hivi vitu vitano unavyotakiwa kuvifanyia kazi, inabidi nikurudishe hapa ambapo tunazalisha hicho choo, yani kwenye mfumo wa chakula. Tunapokula chakula, kinapoingia tumboni, mmeng'enyo hufanyika, yani uvunjwaji wa hicho chakula. Hicho chakula baada ya hapo kinaingia katika utumbo mwembamba, ambapo hatua za mwisho za huo uvunjaji wa chakula zinafanyika, pamoja na ufyonzwaji wa hicho chakula kutoka kwenye utumbo mwembamba kwenda kwenye damu. Na yale mabaki ya chakula ambayo mwili umeshindwa kuyavunja na kuyafyonza, ndiyo yanatoka kwenye utumbo mwembamba yanaingia kwenye utumbo mpana. Hayo mabaki ya chakula yakiingia kwenye utumbo mpana yanasafiri mpaka kule ambapo yanatakiwa yatokee, ambapo sisi tunayasubiri, na tukiyaona tunasema hiki ni choo. Sasa hii safari ya mabaki ya chakula yaliyoingia kwenye utumbo mpana ni safari isiyopungua mita 1.5. Huo ndio urefu wa utumbo mpana kwa mtu mzima. Kwa hiyo mabaki ya chakula yanaingia hapa, yanasafiri mita 1.5, ndipo yanatoka huko sasa kama choo. Sasa yapo mambo yakitokea hapa kwenye hii safari ya hayo mabaki ya chakula, yatatuletea changamoto kwenye swala la kupata choo. Jambo la kwanza ni ukosefu wa maji. Kazi kubwa ya utumbo mpana ni kufyonza maji kutoka kwenye chakula na kutuachia yale mabaki ya chakula, yani choo, katika hali ambayo sio ngumu sana na sio laini sana, hali ya kawaida ya choo. Inapotokea mtu hajanywa kiasi cha kutosha cha maji ndani ya saa 24, nini kinatokea? Mwili unaingia katika hali ya ukame. Na moja ya namna ambavyo mwili unapambana na hali ya ukame ni kuufanya utumbo mpana ufyonze maji kupita kiasi. Kwa nini linafanyika hivyo? Kimantiki ni rahisi tu. Hilo linatokea kwa sababu mwili ni kama unasema, sasa kwa sababu hatuna maji, hebu tufyonze hicho kiasi cha maji kidogo kilichopo. Kwa hiyo utumbo mpana unafyonza maji zaidi na zaidi kupita kawaida. Hilo linafanya haya mabaki ya chakula yaliyopo kwenye utumbo mpana yabakie katika hali kavu sana. Katika hiyo hali kavu, usafiri wa hayo mabaki ya chakula kwenye hii mita 1.5 mpaka yaje yatoke huko ambako ni choo unakuwa ni changamoto. Hayawezi kusafiri kwa mafanikio kwenye hili bomba la mita 1.5 mpaka yatoke huko. Maji ndio jambo la kwanza huwa ninauliza. Yaani mtu akiniambia, "Daktari, nina changamoto ya kukosa choo, unakunywa maji kiasi gani?" Watu wengi wanachukulia rahisi sana swala la unywaji wa maji. Sasa hapo swali linakuja, tunapaswa kunywa maji kiasi gani? Mtu mzima mwenye afya kila saa 24 anapoteza takriban lita 2.5 za maji. Hicho ndio kiasi cha maji tunakipoteza. Katika hali ya kawaida, hatuzungumzi mtu ambaye amefanya mazoezi, ana sweat, anatoa jasho ambalo linalowesha na nguo. Ikitokea hivyo, tunazungumzia zaidi ya lita 2.5. Au hatuzungumzi mtu anaishi kwenye maeneo yenye joto sana kiasi kwamba ana sweat, analiona jasho. Ikitokea hivyo, tunazidi lita 2.5. Hii tunazungumza just kwa kuwa hai. Unapokuwa hai una afya yako, unapoteza lita 2.5 za maji kila saa 24 zinazopita. Unapoteza lita 1.5 kwenye mkojo, unapoteza nusu lita ya maji kwenye ngozi. Sipendi kusema jasho kwa sababu nimeshazungumza, unapozungumza jasho unazungumzia zaidi. Just kwa ngozi yako kubakia na hali yake ya kawaida hii, daima kuna kiasi cha maji ambacho kinapita kwenye vitundu vya ngozi. Ni nusu lita ndani ya saa 24. Tunapoteza kama 0.2 lita kupitia kwenye hewa, yani kupumua. Hiki ni kama kikombe kimoja kupumua peke yake. Ukiwa maeneo yenye baridi unaweza ukaona kabisa kila mtu anapopumua huwa tuna kiasi cha maji tunakitoa. Huwa kinaonekana kama mvuke. 0.3 lita hizi tunazipoteza kwenye choo. Choo huwa kinatoka na kiasi fulani cha maji. Sasa hii inatufanyia jumla ya lita 2.5 za maji. Hii ni kusema
ndani ya saa 24 ili tustawi na kuwa na afya zetu tunapaswa kunywa kiasi cha chini cha maji lita 2. Kila saa 24 liwake jua, inyeshe mvua. Kwa nini ni lita 2 na sio lita 2.5? Ni kwa sababu hii nusu sasa tunaiashumu unaweza kuipata kwenye chakula, kuna kiasi cha maji, juice, chai, lakini maji lita 2 ndio kiasi cha maji ambacho tunatakiwa kunywa kila saa 24 ili mwili wetu uweze kufanya kazi zake sawa sawa, ikiwemo kazi ya kusukuma huu mzigo wa taka mpaka kuutoa kule ambapo unatakiwa utokee. Hilo ndio jambo la kwanza unapaswa ufanyie kazi. Unakunywa maji dozi yako inayotakiwa kila siku. Jambo la pili ni mboga za majani. Mboga za majani. Ukiangalia utumbo wangu mpana hapa, japo si mchoraji mzuri, utaona haujanyoka, huko straight, una hii mikunjo hii. Unaona hii? Sasa hivi ndivyo ambavyo utumbo mpana upo, ndani na nje. Ni nyuzi ndizo zinazofanya usafi kwenye hii mikunjo ya utumbo mpana. Kiingereza tungesema ni scooping effect. Unapotumia nyuzi ambazo hususan tunazipata kwenye mboga za majani, zinakwenda kama kupakua au kuchota kwenye hizi kona na kufanya mwendo wa huu mzigo uwe ni wenye ufanisi mkubwa, na kwa hiyo utapata choo kizuri. Kama huna tabia ya kutumia mboga za majani, hilo ni jambo ambalo unapaswa litazame. Sasa wengi tukisema mboga za majani wanaelewa kwamba una sahani yako ya wali pale, alafu unachukua kijani fulani unaweka pale, yani sahani yako ionekane na rangi ya kijani. Sicho ninachozungumzia. Hususan kama una changamoto ya kukosa choo. Tunazungumzia mboga za majani za kutosha. Za kutosha ndo zipi? Angalau bakuli moja ya mboga za majani kwa mtu mmoja. Na kama una changamoto ya kukosa choo tunaizungumzia leo, fanya hivyo kwenye kila mlo. Kila mlo wako uambatane na bakuli ya mboga za majani. Hilo ni la muhimu kwa sababu ni hizo mboga za majani ndio unazozihitaji kusafirisha mzigo wa chakula. Sometimes nikiwasikia watu wanasema, daktari, mimi mboga za majani sipendi kabisa mboga za majani. Huwa ninaelewa tu ni ujinga. Kwa sababu watu hawaelewi mboga za majani zina impact gani kwenye mambo mengi, lakini mimi nazungumzia hapa kwenye swala la kusafirisha hicho choo. Hilo ndio jambo la pili la kufanyia kazi. Okay? Hakikisha unatumia mboga za majani za kutosha. Jambo la tatu la kufanyia kazi ni mazoezi. Kama kuna kitu mfumo wote wa chakula na kwa namna mahususi utumbo mpana unapenda, ni movement. Kimsingi tunasema wewe ukitulia na prosesi zote kwenye mfumo wako wa chakula zinatulia. Mmeng'enyo wa chakula unapenda movement. Kama kuna tabia mbovu katika ulaji ni tabia ya kumaliza kula alafu unakaa. Okay? Mfumo wote wa chakula unapenda movement. Kwa hiyo hakikisha una aina fulani ya mazoezi kwenye maisha yako, hususan kama shughuli zako ni za kukaa muda mrefu. Unakaa ofisini, unakaa unafanya shughuli fulani, umekaa muda mrefu. Hakikisha unaweka aina fulani ya mazoezi kwenye ratiba yako. Mazoezi yoyote, iwe ni kukimbia, kuruka kamba, kutembea, uwe na aina fulani ya mazoezi. Hilo ni jambo la muhimu sana. Huu mzigo ili usafiri vizuri huku, unahitaji mwili wako mzima uwe una move. Kama mwili wako unatulia, basi na mwendo wa huu mzigo unakuwa taratibu. Kwa hiyo hakikisha unafanyia kazi. Sasa kabla ya kuzungumzia jambo la 4, haya matatu kwanza ndio mambo makubwa ambayo yanakwenda kwa pamoja. Maji, yani huwezi kufanya kimoja ukakipuuza kingine. Maji, mboga za majani, mazoezi. Kwa wengi ninaozungumza nao, kati ya watu 10, watu 8 huwa tatizo la kukosa choo linaishia wakiyafanyia kazi vizuri haya mambo matatu. Lakini wapo utayafanyia kazi na bado changamoto ya kukosa choo imebakia pale, au maendeleo si mazuri sana japo kuna unafuu, basi ndio unaweza ukayafanyia kazi ya mambo mawili ninayoeleza hapa. Jambo la 4 ni mazoea. Yapo mazoea mabaya ambayo ukijizoeza yanafanya mchakato wa kupata choo uwe mgumu, na yapo mazoea mazuri ambayo ukiyajenga yanafanya mchakato wa kupata choo uwe rahisi sana. Mazoea mabaya ni kuahirisha wito wa asili, na watu wengi wana hii tabia.
yani wito wa kwenda toilet. Unaongea na simu, wito wa asili unakuita kwamba anahitajika kwenda ile sehemu, kwa sababu mazungumzo yako ni mazuri sana, unaahirisha. Wewe utakuwa ni shahidi kwamba mara nyingi ukiahirisha kwenda toilet hata kwa dakika 2 au 3, baada ya hapo ule wito ni kama unanyamaza, ile simu inatulia. Sasa labda nikuonyeshe unapoahirisha kwenda toilet mara moja nini kinatokea. Huu mzigo unaposafiri kwenye hii mita 1.5, unapofika hapa mwishoni, kabla ya kutoka kuna pochi ya huu mzigo inaitwa rectum. Okay? Hii ni pochi ya huu mzigo. Huu mzigo huo unajaa kwenye hii pochi. Kimsingi ni kujaa kwa hii pochi ndio kunafanya wewe ujisikie kwenda haja. Sasa iwapo pochi imejaa, wito umekuja, na wewe kwa sababu zozote ukaahirisha huo wito, kinachotokea ni nini? Huu mzigo unaanza kurudi nyuma, kwa sababu ubongo wako unasema huyu mtu hayupo tayari kwa sasa hivi. Kwa hiyo huu mzigo unarudi nyuma. Nikukumbushe, nimekwambia kazi kubwa ya utumbo mpana ni kufyonza maji. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo huu mzigo unakaa muda mrefu hapo, kwa wewe kuuahirisha, unarudi nyuma hivi, ufyonzwaji wa maji unaendelea. Hiyo ndo sababu wewe kama ni mdadisi utaona kama umeahirisha kwenda haja hata kwa dakika 5, baadaye unapokwenda kwa hiari yako, kama wewe ni mdadisi kama mimi, utakuta sehemu ya mwanzo ya hii haja yako inatoka ikiwa ngumu zaidi na hata imebadilisha rangi, wakati ile sehemu nyingine inayobakia inaweza katoka tu laini na iko katika hali ya kawaida. Ni kwa sababu ufyonzwaji wa maji unaendelea wakati wote ambapo unaukawilisha huu mzigo kwenye utumbo mpana. Kwa hiyo hayo ni mazoea mabaya, usiahirishe wito wa asili. Na wengi wana changamoto ya kukosa choo kwa sababu ya hiyo sababu tu, na hawajui. Wao wanaahirisha, nafikiri atakwenda haja anavyotaka yeye. No. Utumbo mpana unapokuambia sasa nahitaji, nenda muda huo. Mazoea mazuri ya kujenga, hususan kama una changamoto ya kukosa choo, jenga mazoea ya kwenda haja katika masaa mahususi. Kisheria kama unakula milo 2 unapaswa kwenda haja mara 2. Kama unakula milo 3 unapaswa kwenda toilet mara 3. Kwa hiyo jenga masaa mahususi sasa, kwamba mimi nitakuwa naenda muda fulani na muda fulani. Utumbo mpana unapenda sana hicho kitu. Hautaki leo saa 4, kesho saa 6, kesho saa 7. Utumbo mpana upendi hicho kitu, kuvurugwa. Okay? Sizungumzi tofauti ya siku moja kwamba leo ulikuwa labda uko kwenye usafiri sasa ikashindikana kwenda. Sizungumzi swala la siku moja, nazungumzia swala la mazoea. Okay? Utumbo mpana unapenda mazoea kwamba uwe na tabia ya kwenda muda fulani na muda fulani kila siku katika hiyo mida, na utakuta unapata choo kirahisi sana. Kwa hiyo fanyia kazi mazoea. Kama wewe huo unaahirisha wito ukija, basi kiutaratibu unapaswa kukosa choo, kwa sababu utumbo mpana una kukomandi na unapaswa uitii hiyo komandi katika muda ambao komandi imefika. Usipofanya hivyo, kukosa choo lazima kutokee kiutaratibu, kifiziolojia lazima kutokee. Jambo la 5 la kufanyia kazi, kama umeyafanyia kazi haya mambo mengine, haya mambo nilivyoandika matatu ya kwanza yanakwenda kwa pamoja, ndio mambo ya kufanyia kazi. Na nimesema asilimia kubwa ya watu changamoto huwa inaishia kwa kufanyia kazi haya mambo matatu. Lakini kama umeyafanyia kazi na changamoto imebakia, ndo nafikiria jambo la 4 na 5. Kama changamoto bado imebakia, ni visaidizi, yani vitu ambavyo vitakusaidia kuhakikisha unapata choo. Na hapa napendekeza kisaidizi kimoja tu chenye nguvu, Sena. Sena, tafiti zinaonyesha wazi kwamba inasaidia sana katika kupata choo kirahisi, kwa sababu Sena ina compounds zinaitwa senosides. Senosides zinasababisha mitetemo katika utumbo mpana na kufanya utumbo mpana usukume zaidi huo mzigo. Huwa napenda kufananisha Sena na homoni ya oxytocin. Homoni ya oxytocin ndio inasababisha mitetemo kwenye mji wa uzazi wa mama na kufanya mama ajisikie uchungu mpaka anajifungua. Sasa vivyo hivyo Sena inasababisha mitetemo kwenye utumbo mpana na kufanya huu mzigo usogee na upate choo. Kwa hiyo kama umeyafanya haya mambo yote na bado changamoto imebakia, basi fikiria kutumia Sena. Ingawa umakini unahitajika katika kutumia Sena, kwa sababu kwa watu wengi huwa inawaletea kuharisha. Okay? Ukishatetemesha utumbo mpana, kinachofuata
ni kuharisha. Kwa hiyo angalia mazingira gani unaitumia, usije ukaaibika. Okay? Lakini niseme watu wengi wana hii fikra hii kwamba mtu anavunja sheria ya kwanza, atumii maji ya kutosha, atumii mboga za majani, hana mazoezi, alafu anakuambia nakosa choo, anakuambia daktari nitumie dawa gani? Sasa ondokana na hii mentality. Uhitaji dawa kwanza, fanyia kazi hivi vitu hatua kwa hatua. Okay? Sena haitokusaidia chochote, sio tu sena, kisaidizi chochote hakitokusaidia chochote kama unapuuza haya niliyoeleza hapa. Haitendi kazi, haitotenda kazi. Kwa hiyo unafanyia kazi haya mambo hatua kwa hatua, na sena ni hatua ya mwisho kama utahitaji kuitumia. So haya ndio mambo matano ambayo unapaswa kuyafanyia kazi kama una changamoto ya kukosa choo, na mimi Mungu atakusaidia, hiyo changamoto itaishia. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like ili mtu mwingine mhitaji aione, lakini kama unataka usipitwe na video nyingine kama hii, bonyeza subscribe. Mpaka wakati mwingine, bye.